الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa rehema zake na neema zake juu yetu. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuwafikisha na kutuwezesha kukutana tena katika ukumbi wetu kama ilivyo kila siku ya Alhamisi. Siku ya kazi huwa tunakutana kwa ajili ya kukumbushana na kupitia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ama maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ama kwa ujumla mafundisho katika dini yetu, na tukiwa tunatembea na mara na tafsiri ya Qur'ani, mara na kitabu cha hadithi, na hivi tukiwa tupo katika kitabu chetu cha hadithi cha Al-Lu'lu' wal Marjan, na tupo katika mlango wa kitabu al-Iman. Leo tunatokea mlango wa 40, babu man mata la yushriku billahi shay'an dakhala al-janna. Hadithi nambari 58 ndio tunatokea. Mlango unaeleza kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man mata, mtu yoyote atakayekufa, la yushriku billahi, akiwa umauti unamkuta hali ya kuwa si mwenye kumshirikisha Allah na kitu chochote, basi mtu huyo dakhala aljanna, ataingia peponi. Hadithu Abdullah ibn Mas'ud. Hadithi ya kwanza kutoka Sheikh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, anasema Abdullah bin Mas'ud anasema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man mata, mtu yeyote atakayekufa, yushrik billahi, hali ya kuwa ni mwenye kumshirikisha Allah shay'an, na kitu chochote kingine, basi mtu huyo atambue dakhala an-nara, ataingia motoni. Wa qultu, nikasema ana, man mata la yushriku billahi shay'an, kwamba yeyote atakayekufa hali ya kuwa hamshirikishi Allah subhanahu wa ta'ala na kitu chochote, dakhala aljanna, mtu huyo ataingia peponi. Hii inakuja sababu Allah subhanahu wa ta'ala, hadithi hii inaenda sambamba na aya mbalimbali. Miongoni mwa hizo aya zake Allah subhanahu wa ta'ala katika sura an-Nisa, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi shay'an wa yaghfiru ma duna dhalik, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala hatomsamehi mtu mpaka anakufa akiwa amekutana naye yeye akiwa anamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu huyo hatupata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ana uwezo wa kumsamehi maaduna dhalika, atakayekuwa amekwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala akiwa na makosa chini ya kosa la ushirikina. Kwa hiyo hii ni kuonesha hatari ya jambo la ushirikina. Hadithi nyingine, hadithu Abi Dharr radhiyallahu anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sema Mtume sallallahu alaihi wasallam, atani ati, amenijia mimi mwenye kuja, min rabbi, kutoka kwa Mola wangu. Kana kusudia nililetewa wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa njia ya ilham. Fa akhbarani, akaniambia, au qala, au akasema, basharani, akanipa habari kwamba annahu, hakika mambo yalivyo, mamata yote atakayekufa min ummati, katika ummati wangu, la yushriku billahi, hali ya kuwa hamshirikishi Allah subhanahu wa ta'ala, dakhala aljanna, ataingia peponi. Qultu, Abu Dharr anasema nikasema, wa inzana wa insarak, hata kama akiwa amekuja akiwa amefanya makosa ya zinaa na wizi. Qala, Mtume sallallahu alaihi wasallam sema, inzana wa insarak, hata kama akiwa ni mwenye kuzini na pia akiwa ni mwizi, basi Allah subhanahu wa ta'ala anaweza kumsamehe. Haimaanishi kwamba makosa haya mtu anaweza kufanya. Hapa kilichokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anachokieleza ni ubaya wa kosa la ushirikina ukilinganisha na makosa mengine. Makosa mengine Allah subhanahu wa ta'ala anaweza kusamehe, hata kama umezini, mtu amefanya wizi, amefanya hivi, anaweza kusamehe Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini jambo la ushirikina, hili ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amenitamka wazi na bayana kabisa kwamba hili hana simile nalo. Mtu akenda kule hali ya kuwa mshirikina, basi Allah subhanahu wa ta'ala atambue kwamba hataangaliwa vizuri nao. Hadithu Abi Dharr, hadithi ya Abu Dharr radhiyallahu anhu katika sura ya upana zaidi. Kala, anasema, ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam, nilikwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, nikamkuta wa alaihi thawbun abyad, akiwa amevaa nguo nyeupe, wa huwa naim, hali ya kuwa amelala amejinyosha hivi. Mara ya kwanza
Mara ya pili, thumma ataituhu, nikaenda tena, wakad istaikadha, nikamkuta tayari ameshaamka. Fakala Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ma min ahadin, kuna mja yote katika waja wake Allah subhanahu wa ta'ala atakayekuwa ametamka la ilaha illa Allah thumma mata, kisha akawa amekufa ala dhalika, katika hali ya namna hiyo, illa dakhala aljanna, ila ataingia peponi. Mtu aliishi na tamko la ilaha illa Allah, akaliishi, akalielewa, akalifahamu, akafanyia kazi mizani yake na muktadha yake, na akachunga mipaka ile ambayo inayoweza kumtoa katika kutamka neno lile, basi dakhala aljanna. Qultu, nikasema, Abu Dharr nasema, wa in zana wa in saraka ya Rasulullah, hata kama akizini na akikuiba? Kala, akasema, wa in zana wa in saraka, hata kama akiwa amezini na amekuiba. Qultu, nikarudia tena, wa in zana wa in saraka. Kala, akasema tena Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa in zana wa in saraka. Qultu, nikasema tena, wa in zana wa in saraka. Hii kwanza ni kuonesha namna gani maswahaba walikuwa wanayaona makosa haya machafu na ni mabaya na ukubwa kiasi gani, kama ambavyo kwenye Qur'ani imekuja kosa la wizi, kosa la zina. Allah amesema wala taqrabu zina, msikaribie zina, innahu kana fahishatan, ni uchafu wa hali ya juu, wa saa sabila, ni ubaya wa njia. Kosa la zina, la wizi, Allah subhanahu wa ta'ala amelizungumza na adhabu yake, akaitaja asariq wa sariqa, mwizi mwanamume na mwizi mwanamke, faqta'u aydiyahuma, wakateni mikono yao. Sasa ni makosa makubwa. Abu Dharr akawa anaona itawezekana vipi mtu ambaye anakwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala na makosa namna hii halafu aweze kuingia peponi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wa inzana wa insaraka ala raghmi Abi Dharr, amfi Abi Dharr, yani hata kama Abu Dharr hili ikiwa anaona halielewi, pamoja na kutofahamika vizuri kwa Abu Dharr, basi ataingia peponi. Maana yake nini? Na hii Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaonyesha kwanza ubaya wa jambo la ushirikina, na ushirikina ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa mashuhuri katika ibada, kuabudu. Baada ya kuabudu Allah subhanahu wa ta'ala unaabudu na vingine, na hasa kwenye kuomba. Kuna changamoto nyingi sana, watu wanapitia changamoto kubwa sana za maisha. Tunauguliwa sisi wenyewe, mazingira yetu ya kazi, mazingira ya majumbani, mazingira ya watoto, mazingira ya hivi. Sasa mtu anaingia katika masala mazima ya dua, kwenda kuomba. Sasa hapa ndipo palipokuwa na changamoto kubwa sana, ambapo hasa kwa kipindi chetu watu wanaona kitu cha kawaida kabisa kwenda kuomba popote. Mtu anaweza kwenda kuomba kwenye mizimu, mtu anaweza kuomba kwenye msitu, mtu anaweza kwenda kuomba popote ambapo anaona hali ya kuwa jambo hili ni baya kabisa, jambo la kuomba. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, qala rabbukum ad'uni astajibu lakum. Allah subhanahu wa ta'ala amesema kwamba niombeni mimi nitawajibu maombi yenu, na maombi yamekuja, yameelekezwa kwa namna mbalimbali. Dua zimefundishwa kwa majanga na matatizo ya kawaida, matatizo ya jumla, matatizo ya mtu, mpaka mtu alikuwa anakwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, niombee dua mimi na hivi na hivi. Kwenda mama mmoja akasema, ya Rasulullah, mimi na matatizo ya ugonjwa wa kuanguka, niombee dua. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, kuna mambo mawili, ni kuombea dua au nikudhaminie pepo ukafa katika hali ya namna hiyo. Yule mama akasema, basi mimi niko tayari niwe katika hali ya namna hii maadamu na dhamana ya pepo, lakini atakashaf na vilikuwa naanguka huwa na kashifika, basi niombee dua niweze kustirika. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwombea. Hala kuli hali, dua zimefundishwa, zimeelekezwa, zipo kwenye vitabu. Tunavyo vitabu vya adhkari, zipo za asubuhi na jioni. Dhikri zipo wakati wa kulala, dhikri zipo wakati wa kutoka majumbani, unakwenda kuhangaika, unakwenda kutafuta. Dhikri unakwenda kazini, dhikri unakwenda msikitini, dhikri ala kuli hali, kila hatua Mtume sallallahu alaihi wasallam amefundisha adhkari. Unapopanda kwenye usafiri, unavyoshuka kwenye usafiri, unavyoingia katika mji mpya, unavyoingia wapi, kuna mafundisho, maelekezo yamekuja. Yote haya maana yake ni kuonesha dua zimefundishwa na zimeelekezwa, kwa watu wafanye juhudi ya kusoma zile dua kwa mujibu wa mwongozo na maelekezo na adhkari mbalimbali namna zilivyo. Lakini sasa tena watu wanaenda kuomba maeneo mengine, au watu wanaenda kuombewa njia nyingine kabisa, tofauti kabisa na njia na maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wanaenda kwa washirikina, watu wanaenda
katika maeneo na wakapewa masharti na maelekezo, watu wanaenda katika viunga mbalimbali ambavyo havifai kwenda kuomba. Sasa hapa ni sehemu ambayo watu wanaingia katika ushirikina, miongoni mwa sehemu ambazo watu wanaingia katika ushirikina katika kuomba. Maana yake anatakiwa kuomba ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa wewe unavyoenda kuomba chochote kile kisichokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, umeshamshirikisha Allah. Maana yake umeshakipa kiumbe kile kina uwezo wa kuweza kukupa kile ambacho unachokiomba, hali ya kuwa hana uwezo nacho wa kuweza kutoa katika sura namna hiyo. Allah subhanahu wa ta'ala kwenye suratu Fatir amesema maneno makali kabisa ya swala zima la watu wanaoenda kuomba, kwamba sema kwamba hao mnaowaomba la yasma'u dua, hawasikii hata mkiwaomba maombi yenu, mkiwaomba hawasikii. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akasema wala usamim, tujalie hata kama ungekuwa na uwezo wa kusikia, mastajabu, hawana uwezo wa kuwajibu maombi yenu ambayo nyinyi mnafanya nini, mnayowaomba. Wa yawmal qiyamati yakfuruna bishirkikum, na siku ya kiyama watakuja kuwaruka na kuwakataa ule ushirikina ambao mlikuwa mnawashirikisha. Allah subhanahu wa ta'ala sema kwamba siku ile, kwamba wa yawma yunadihim aina shurakai alladhina kuntum tazamun, wako wapi wale washirika ambao mlikuwa mnadai washirika wangu wana uwezo wa kufanya kazi ambayo kama mimi mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala angefanya, atashindwa. Kwa hiyo ala kuli hali, tunapopitia changamoto za aina mbalimbali, panapohitaji maombi, panapohitaji dua, basi tujitahidi kufuata miongozo. Usije tukawa unakwenda unaomba mtu ukawa umetoka katika Uislamu bila kujijua kama mtu umetoka katika Uislamu. Maana tunaweza kutoka katika Uislamu bila kujijua, kwa kufanya vitendo, kwa kusema maneno ala kuli hali yanao uwezo wa kuwatoa katika dini mtu kwa maneno tu ambayo mtu anaweza kuyasema pasina yeye mwenyewe kujua. Ndio maana ikawa katika dini, basi watu lazima wachunge maneno ambayo wanayokuwa wanayozungumza au wanayoyasema. Kwa hiyo ala kuli hali tumejaribu kuelezea kwamba miongoni mwa maeneo ambayo watu wanaingia katika ushirikina ni sehemu ya kuomba dua, kwa kuenda kuomba nje ya mafundisho na maelekezo namna ambavyo yalivyokuwa yamekuja. Sasa swala la kwenda kuomba kwenye mizimu, kwenye matambiko na mambo mengine ambayo yanayojitokeza, utaona vikijitokeza vikiibuka vitu mbalimbali, basi watu ni rahisi sana kutoka kwenda kuomba katika maeneo hayo, ikionekana vitu vya ajabu ajabu, wakiibuka watu wa vikombe, wakiibuka sikaka kuona sikiibuka kidudu gani, utaona watu wanakwenda na mtu wala haoni wala hajali wala haoni kama kile ambacho wanachoenda kukifanya, kuomba katika eneo lile au kumuomba kiumbe yule, ni kosa kubwa sana ambalo Allah subhanahu wa ta'ala halikubali na haliridhi. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mafundisho haya anaonyesha kwamba ubaya wa kosa la kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala ni ubaya mkubwa mno, na Allah subhanahu wa ta'ala hana nafasi ya kukusamehi au kumsamehi mtu ambaye atakufa hali ya kuwa yupo katika sura ya namna hiyo. Lakini makosa mengine yote Allah subhanahu wa ta'ala anayo nafasi ya kuweza kusamehe. Insha adhaba, akitaka atamuadhibu, wa insha ghafara, na akitaka atamsamehe. Na hata ikiwa atamuadhibu, basi fayuadhibu lakini la yuhalladu fi nar, hatokaa milele katika moto. Tofauti na ushirikina. Ushirikina maana yake Uislamu wenyewe unakuwa haupo, umeshaubatilisha. Allah subhanahu wa ta'ala sema kwamba waambie kwamba la in ashrakta la yahbatanna amal, ukimshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, basi ibada zako zote zitakuwa nimefanya nini, nimezibatilisha. Kwa hiyo tumejaribu kuelezea katika eneo moja tu ambalo ni rahisi sana watu kujikuta wanatoka katika Uislamu kwa kuingia katika ushirikina, katika swala zima la maombi, watu wanavyoenda kuomba. Na tunalizungumza hivi kwa sababu ni jambo tunalolipitia mara kwa mara, kwa sababu watu tunafikwa na changamoto za kimaisha, changamoto zinazohitaji kumuelekea Allah subhanahu wa ta'ala, lakini basi tunafikwa na mitihani, ukakimbilia huku unaambiwa nenda kule ukaombe, nenda kule ukaombe. Hasa kwa dada zetu, hili ni jambo ambalo lilikuwa ni rahisi sana kwa wao, ni wepesi mno kwenda kuomba maeneo ambayo yasiyofaa, hata maadamu tu ameahidiwa kwamba ombi lako uliokuwa umekuja hapa utakubaliwa. Na vile vile watu wanaotafuta riziki, wanaotafuta maisha, wanaotafuta kazi, watu wanaotafuta ala kuli hali, nao ni rahisi kabisa kuweza kujiingiza katika jambo la ushirikina wanapokuwa
hawazingatia au hawachungi. Kwa sababu gani? Ya mahitaji yale ambayo wao wanakuwa wanauhitaji nayo. Kwa hiyo hilo ni kosa kubwa sana. Makosa mengine yote Allah subhanahu wa ta'ala anaweza kumsamehe mtu, haimaanishi kwamba kosa hilo limeruhusiwa mtu afanye. Naona hapa Abu Dharr radhiyallahu anhu alikuwa zaidi ya mara 3 au mara 4 anamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa inzana wa insaraka ya Rasulullah, mtu huyu hata kama akizini na hata kama akikiba ataingia katika msamaha wa kuingia peponi? Sasa akasema ni Abu Dharr analiuliza lile kuonesha kwamba haya ni makosa makubwa sana, ni machafu makubwa sana ambayo hafai katika jamii, lakini nayo pia ni makosa yaliyoingia yaliyoenea. Wizi wa kitandao upo, wizi wa kidhulma, wizi wa kawaida, wizi wa namna yote ile. Watu hali makosa ambayo watu wanayafanya sasa hivi, inakuwa mwenendo ni mtu hajaiba hivi, akipata nafasi basi anaitumia vizuri ile nafasi kuweza kufanya utapeli na wizi kwa namna moja ama nyingine. Na zinaa pia imekuwa ni jambo la kawaida kabisa katika jamii, wala haionekani mtu ambaye anafanya zinaa, wala haonekani kwamba ni mtu wa kustaajabu, bali anayestaajabiwa ni yule ambaye anajitahidi kujilinda na kujisafisha. Kana kwamba wale watu wachafu wa Nabii Lut alayhi salatu wasalam walikuwa wanaambia kwamba hao bwana innahum unasun wao watakatifu bwana. Yani watu wanavyokusema vibaya, wanavyowasema vibaya, kila mtu anavyojaribu kujitahidi kwamba yeye asiingie katika machafu, sema ni bwana watakatifu bwana, hali ya kuwa ni anayasema hayo kwa kejeli na dharau, kuonesha kwamba hayo makosa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam kuyaelezea kwamba anaweza kuingia peponi, haimaanishi ndio yameruhusiwa, bali yametajwa hapo kuonesha ubaya wake na ukubwa wake. Lakini pamoja na hayo hailingani ukubwa wa makosa hayo na kosa la ushirikina. Kosa la ushirikina, mtu akijisahau akajichanganya akaingia katika ushirikina na asitubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi yupo katika hatari na kwamba hatopata salama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Babu tahrimu qatl al-kafiri baada an qala la ilaha illa Allah. Mlango unaeleza uharamu wa kumuua kafiri ambaye baada ya kusilimu, yani baada ya kutamka la ilaha illa Allah. Hadithu al-Miqdad ibn al-Aswad, huwa al-Miqdad ibn Amr al-Kindi, huyu Miqdad ibn al-Aswad, annahu, hakika yake, qala li Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, alimwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ara'ait, hebu nipe habari ya Rasulullah, in laqitu rajulan min al-kuffari, nikikutana na mtu katika makafiri tu katika uwanja wa mapambano, faqtaltana, tukapambana, fadharaba ihda yadayya bisayf, akaupiga mkono wangu mmoja kwa upanga, fakataha, akaukata, thumma lahadha minni bishajarati, kisha akajikinga akakimbilia hifadhi, bishajarati, kwa mti, akaenda kujificha akajistiri pale bwana, mimi yani ili nisimshambulie, maana anaona nimshamzidi kete sasa hivi. Fakala, kisha baada ya kufanya vile akasema, aslamtu lillah, mimi nimesilimu. Huyu tatu katika uwanja wa mapambano, tunapambana kwa ajili, maana ni mapambano ya vita ya kuipigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Adui wa Allah subhanahu wa ta'ala kafiri huyu amekuja amenipiga mimi, akiutetea ukafiri wake mpaka amenijeruhi na mkono amenitoa. Sasa mimi nimeshamzidi nguvu, sasa akawa yeye ameweza kwenda kutafuta hifadhi ya mti. Alipokaa pale akasema, mimi bwana aslamtu, nimesilimu. Sasa anauliza huyu Miqdad bin Aswad, ya Rasulullah, je, mimi ninaweza nikamuua baada ya kala kisha tamka la ilaha illa Allah? Muda ule wakati amenipiga mimi tayari yuko kwenye ukafiri, hayupo katika Uislamu, lakini sasa hivi ambapo mimi nimeshamtia mkononi anatamka yupo katika Uislamu, je, inafaa mimi nimmalize au nishughulike naye? Fakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume akasema, la taktulu, usimuue. Fakala ya Rasulullah, sema innahu qata'a ida yadayya, tayari ameshanikata mkono, ameshanijeruhi, pengine huyu anasema yale ili mimi nisimdhuru tu. Thumma qala dhalika baada ma qata'a, ameyasema hayo, ametamka shahada baada ya kukata mkono wangu, pengine atapata salama tu. Fakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taktulu, usimuue. Fa in kataltahu, ikitokea wewe umemuua, basi fa innahu bimanzilatika, yeye atakuwa katika nafasi yako kabla antaktulahu, ambayo wewe ulikuwa nayo kabla wewe hujafanya nini, hujamuua.
wa innaka bimanzilatihi, na yeye atakuwa na wewe utakuwa katika nafasi yake, kabla an yakula kalimatahu allati qala, kabla ya tamka ile tamko ambalo alilosema. Manake wewe utakuwa umekufa, au wewe utakuwa ni kafiri na yeye atakuwa nani? Atakuwa ni Muislamu. Sasa hii Uislamu bwana ni dini ambayo Allah subhanahu wa ta'ala imekuja kwa miongozo na maelekezo. Usikurupu mtu kashatamka shahada pale, mko katika tizama, au mko katika uwanja wa mapambano, yeye ni adui wa Allah. Zaidi ya yote amekujeruhi wewe, amekujeruhi tayari, ameshakujeruhi mkono wako, lakini hii mnapigania, wewe unapigania kwa ajili ya nini? Unapigania kwa ajili ya Allah, dini ya mbele, dini ya Allah isonge mbele. Na huyu ameshafanya nini? Ameshasilimu. Sio kasema huyu amesilimu anakimbia tu. Hii kawia ndio inakuja kufafanuliwa zaidi na hadithi ambayo inayofuata. Hii ni kuonesha kwamba Uislamu, mtu akishatamka shahada, basi sisi tunahukumu bi dhahiri, kwa dhahiri yake alionayo, kwa sababu yale ndio ambayo sisi tunayoona. Yale yaliyopo katika moyo wake sisi hatuyajui, aliyoyaficha, kama kasilimu kwa woga, kasilimu kwa kujificha, hilo sisi hatulijui. Kwa hiyo usichukue hatua, maadamu tayari ameshaingia katika Uislamu, basi usimuue. Sasa ikiwa sura ya namna hii, kumuua kafiri ambaye pengine wewe ameshakujeruhi, ameshakuletea madhara makubwa kabisa, lakini kitendo cha yeye tu kusilimu umeambiwa usimuue, vipi Waislamu wawe na ujasiri wa kuwaua Waislamu wenzao bila madhara yote, bila kosa lolote, bila sababu yote? Na kule Allah subhanahu wa ta'ala sema, la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bilhaq, ila kwa haki maalum. Hadithi Usama bin Zaid radhiyallahu anhu qala, ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume alitutuma kwenda kupambana ila al-Hurq, kwenda katika eneo hilo la Hurq, kwenda kupigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tulikwenda kupambana nao, fasabahana alqaum, tukakutana nao jamaa, fahazamnahum, tukawazidi nguvu, tukawakimbiza, tukawazidi. Wala hiktu ana wa rajulun min al-ansari rajulan minhum, wale watu wanakimbia, sisi tukakutana na mtu, tukamkamata mmoja katika wao. Falamma ghashainahu, tulipokuwa tumemtia mkononi, tumeshamtia mkononi yule bwana, kala la ilaha illa Allah, fakaffa al-ansar, alipotamka la ilaha illa Allah, ansari pale pale akajizivia, asishughulika naye, maana yake akitambua kwamba yule tayari ameshaingia katika nini? Katika Uislamu. Lakini mimi wataantuhu biruhi hata katatu, mimi nikamtoboa kwa mshale wangu, nikamtupia mshale mpaka akauawa, kafariki pale. Falamma qadimna, tulipofika Madina, balagha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, habari zikamfikia mtume sallallahu alaihi wasallam kile kilichofanya. Fakala mtume sallallahu alaihi wasallam sema, ya Usama, akataltahu baada ma qala la ilaha illa Allah, wewe umemuua baada ya kuwa tayari ameshaingia katika Uislamu kutamka la ilaha illa Allah. Usama akasema, kutu, nikasema kumwambia mtume, kana mutaawidha, yeye alitamka hilo kwa ajili ya kutafuta hifadhi tu, ulinzi tu, ili nisishughulike naye. Fama zala yukarriruha, hakuacha kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam anarudia kuniambia, akataltahu baada an qala la ilaha illa Allah hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dhalika al-yawm, mpaka nikatamani nisingekuwa nimesilimu kabla. Maana yake kwa namna alivyokuwa anayuadibuni, anavyonigomea na kunikemea namna ile. Na katika riwaya nyingine imekuja kwamba wewe ulipasua moyo wake, ukaona kilichopo katika ndani ya moyo wake, kwamba Uislamu sisi hatuingii katika moyo wa mtu. Na ndio maana Muislamu unatakiwa ukae au uishi kwa mujibu wa mafundisho na muongozo namna ambavyo ilivyo, na ahkami zinahukumiwa generali hukumu kwa mujibu wa vile tunavyoishi na kwa kufuata muongozo. Hivi ndivyo Uislamu wetu namna tunavyoenda. Hatumwangalii mtu kwamba yule anajifanya tu Uislamu wake, anaenda kuswali, ana nini bwana, ana chochote, kuna kitu anaenda kufanya, sijui mpelelezi, sijui nani. Sisi hatuna uwezo wa kuyapeleleza hayo. Kwa hiyo ala kuli hali, hapa hadithi hizi za mwisho Mtume swalla salam anatuongoza kwamba Muislamu akishatamka la ilaha illa Allah, huyo ni Muislamu, ana haki zote za Uislamu, anatakiwa apewe na zizingatiwe na kuchungwa kwa namna moja ama nyingine, na wala sisi tusichukue hatua za kumua. Kama unaona hapa, hata mko katika uwanja wa mapambano hamruhusiwi hata kumshambulia. Kwa hiyo tutasimamia katika hadithi hii nambari 62, tutakuja kutoka hadithi inayofuata Mtume sallallahu alaihi wasallam anavyozungumza uharamu hata kubeba silaha,
kunyoshiana silaha. Uislamu umekataza yani swala hata kunyoshiana silaha, na hizi hadithi ziko mbili, ngoja tuzimalizie. Babu kaulu nabii sallallahu alaihi wasallam, man hamala alaina silaha falaysa minna, atakayebeba silaha juu yetu si katika sisi. Hadithu Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hamala alaina silaha falaysa minna, atakayebeba silaha kutushambulia, yani wewe unabeba silaha za kuwashambulia waislamu wenzio, falaysa minna, si katika waislamu. Yani haitakiwi wewe Muislamu kuchukua, wewe Muislamu gani ambaye unakuwa dhidi ya Uislamu? Leo Waislamu kwa pengine kwa kazi zao, kwa nafasi zao, yuko tayari yeye kuchukua kushirikiana na maadui wa Uislamu kwa namna moja ama nyingine, ili kuhakikisha harakati za Uislamu hazisonge mbele. Watu wanaenda kupekua huko misikitini, kwenye taasisi za Kiislamu, kwenye hivi, kwa ajili ya kurudisha nyuma harakati na juhudi za Waislamu nazifanya. Yani mambo ambayo yasiyofaa kabisa. Hadithu Abu Musa an nabii sallallahu alaihi wasallam qala man hamala alaina silahu falaysa minna, yeyote atakayebeba silaha juu si katika sisi. Na pia zimekuja hadithi nyingine, Mtume sallallahu alaihi wasallam anaelekeza kwamba kumnyoshea Muislamu mwenzio silaha ni jambo la hatari, kwa sababu shaitani atakuja atautikisa mkono wako wewe, alafu utauachia wewe, kama ni upanga, kama ni bunduki, kama ni kitu gani, matokeo yake unakuja mpaka ukija ukishtuka tayari unasikitika hatua umeshazifanya, na wewe unasema mimi nilikuwa hapa tunatania tunafanya hivi. Hakuna utani wa kunyosheana silaha katika Uislamu, bali pia Waislamu wamekatazwa kuenda kukana maadui alafu kuwashambulia Waislamu wenzao. Basi tu dunia namna inavyokwenda, utaona Waislamu wanashirikiana na makafiri dhidi ya Waislamu wenzao. Hili ni jambo ambalo lisilofaa na lisilokuwa lenye kutakiwa. Tasimamia hapo, tutakuwa tumesimama hadithi ya 64. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa tawfiki yake atuwezeshe na tuongoze kuweza kufahamu mafundisho na kuishi na kufanyia kazi kwa mujibu wa maelekezo kama alivyokuja katika dini yetu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin.